Mungu akuwezeshe sana. Kwa hivyo laneni mtoto aenda asome. Na kama kutakosea hiyo shilingi 10,000 kwa mwaka, tutatoa. Ni kidogo, pastor. Mo wancha omwana bo murandio ya asome Kenya. Nerego sinabura nyora ga chakobo murandia akonye chinkoro chinyinge Yesu ga koirana togende igoro twins igo. Hii ndio ya kabiri. Kitu ya pili nataka niseme, najua kwamba kumekuwa na kwa nyumba ya baba kuna ya mali ya kutosha ya kuliwa, ama kuna chakula ya kutosha. Hatuwezi kuja kanisani ama nyumbani mwa Bwana tutoke njaa. Tunakuja kanisani tupate mibaraka. Na hiyo mibaraka lazima pia sisi tujaribu. Kila mmoja wetu ni mtenda dhambi. Tunakuja mbele ya Mungu kumuomba msamaha ndiposa tuelekee mbinguni. Mimi nataka niwaulize ndugu zangu na dada zangu kwamba nimekuja katika county yetu ama jimbo letu, nimepata maajabu yamefanyika, nami namuogopa Mungu peke yake. Nimesema kwamba mambo ya ufisadi lazima tutapigana nayo vilivyo bila kuogopa. Na mimi naambiwa maajabu, nimeambiwa kwamba huu uwanja stadium katika vitabu zetu hapo kwa county imeonyesha imetengenezwa, imeisha, watu wanakaa kwa ile miavuli ambayo imejengwa. Ninyi mnaona mwavuli hapo kweli? Mnaona pavilion? Ati hii ndio pavilion sasa. Contractor alipewa pesa. Wangwana wengine wakaondoka wakachukua pesa yote. Nyamarambe stadium hakuna. Mnataka tuwasamee? Hapana. Mambo ya kusamea ni ya Mungu. Sisi lazima tuwapeleke karibu na Mungu. Mungu akiamua kuwasamea wafanye nini? Lakini lazima kila mtu awajibike. Zile fedha ambazo zilikuwa zinatumika kwa uwanja huu lazima ijengwe. Ndiposa vijana wetu wasiende kunywa pombe, wasiwe wezi, tusaidie nchi yetu kuendelea. Kwa hivyo I want to promise, sijaipata hii lazima nitapata faili yake. Na wataniambia mahali walipeleka fedha hizo. Na mkisikia wakipiga nduru, sio kwamba nacheka na wao, ni vile tu wanajua kwamba kuna hatari mbele yao. Sisi lazima tuhakikishe kwamba nimefanya kadri na uwezo wetu na mahitaji ya Mola. Kwa hivyo tigamba tebya abantu amin tutigankwa neke gusa ngegetie ke karosiri ekebwat ekenga kisi stadium mwanyawe ka kisi stadium ngabone geti Kenya Marambe ekerosiri gekaba gekaera abantu mugastoriyo ma tent ejinji munubona onyansyo ne stadium mugo sabiraga kinya sanya ale okonye kebeke kyobo ibi ase county etogesire ko ekora tole na ende ntagetemba boli ga kimoto sabirani nkorwana tole neseye kabere ni maiti Nyamarambe. I'll speak this one later about Nyamarambe being a township, a status kwamba tuipeane. Pili nataka niseme pia hapa ni plan Nyamarambe, I'm told is complete. Taileta kwa assembly, mbunge wenu hapa Mheshimiwa Mauti hakikisha kwamba imefanywa. Naambiwa kuna ile choo ilikuwa imejengwa baada hajapeanwa. Kina Ismail mko hapa? Si tuko na mtakubaliana na mheshimiwa hapa mpange tuhakikishe kwamba tuna vijana wa manage choo hile. Ni choo nzuri hile. Tukila lazima tuende chooni ama vipi? Hii lazima sasa ianze kutumika. Vijana watengeneze pesa kidogo wapate kujiendelesha. Kwa hivyo nitauliza kwamba
Ndugu yangu, huyu pastor haungedhania kwamba ni pastor. Alikuwa, unajua sasa wewe, Mungu akubariki. Kwa sababu alisimama na mimi, alikuwa kama chief campaigner wangu. Na nashukuru, asante sana. Maombi kote yeye ndiye alikuwa amepanga mikutano yote kule Nyaribari. Asante sana. Kwa sababu kwa maombi sasa najua kwamba maombi yako yalifanya kazi. Na nashukuru. Hawa wazee directors kutoka Nairobi. Hawa tulikuwa tunakwenda kanisa moja kule Nairobi inaitwa Central. Mpaka furugu ilipotokea. Nitaomba kwamba furugu isitokee tena kokote kule. Najua ninyi ni wazee, sisi vijana tutafanya nini? Tutaomba kwamba nyinyi mtuelekeze vizuri. Kanisa hili lisimame ndiposa tupate kuona ufalme wa mbinguni. Nashukuru kwamba nimeona kwamba mmeendelea mkufa moyo kwamba kanisa lipo kazini mwa Pwani. Asante. Hawa ni wazee ambao tumeabudu pamoja na wao katika Central Church. Mimi nimepatizwa katika kanisa hilo na bibi yangu pia tumepatizwa kule. Mwisho nikubalie niseme hili. Leo ikiwa ni siku ya Sabato. Nikubalie na mimi Pastor Simi, Pastor Nyamanda, hawa wageni watakapoondoka. Mimi sikujua, najua nimedhania kwamba ni shughuli ndogo tu. Nitapeana shilingi 1,100 kwa kazi ya Bwana. Iendelee. Si itakuwa mzuri? Mimi kitu tu nitawauliza, mnikumbuke katika maombi. Kwa sababu hakuna kimbilio lingine. Maadui ni wengi, lakini maombi peke yake ndio silaha ambayo inatulinda sisi. Tafadhali yule ambaye yuko karibu maombi yake inasikizwa na Mola, naomba kwamba mtukumbuke katika maombi. Ndiposa tuendelee. Nami nitafanya kadiri na uwezo wangu na uwezo wa Mungu tuhakikisha kwamba tumeliweka jina la Mungu mbele na juu. Tusiliangushe. Asanteni na mkue na Sabato njema. Asante. Kidogo, 1 minute. Nataka nichukue nafasi kama mchungaji wa muda kumwombea ndugu gavana kabla hajatoka. Ndugu gavana, tunashukuru sana kwa sababu ulichukua muda wako kufika kwetu Nyamarambe, ambaye ni kwako vile vile. Na kazi ambaye gavana amefanya asubuhi ya leo, kwa dakika 2 tu ametuletea shilingi 100,000 ishindikishe wageni, transport, ndizi, muwa, lakini oxygen ni free, so msijali, mtaenda vizuri. Thank you ndugu gavana. Au mnasemaje wa Tanzania wenzangu? Wa Kenya mnasemaje? Umefanya mzigo wetu kuwa pili. Huyu mhubiri wetu ambaye anaona macho ya ndani. Nadhani ameona. Wakati mmoja alisimama hapa akasema tumechelewa. Sasa ni saa 12 na dakika 2. Nikaenda kuangalia simu, nikakuta ni saa 12 na dakika 2. Nikashangaa, ninaendelea kushangaa. Ananiambia anaona hiyo saa na macho ya sisi ambao tuna macho ya nje hatuoni, tunaenda kuangalia simu. Amesema huyu binti atatoka Tanzania asome Raneni Secondary School. Tulikuwa tumezungumza na watu wa Raneni, wakatoa nusu
la hitaji la karo. Na leo hivi governor ameongeza 20,000. 30 plus 20 is 50. Umebakisha tu ka 10,000. I want you to know that Kateni ndio Kateni. Kwa hivyo Mtanzania, mhubiri wetu, hata ingawa una macho yamefunguka. Fanya hivi museme haleluya. Mungu abariki governor wetu. Lakini nimesikia something small governor, I seek your intelligence. Wageni wako ulikuja nao wanataka kukusindikisha. Hiyo ninakubali. Sasa Mokaya, siwe ndio chief deacon. Simama hapa, naona mheshimiwa hapa nyumbani anajisagara. Anataka kusema gavana wangu asindikishwe vizuri. Haya, nimewakaribisha. Njoo hapa mbele. Wewe ndio utaanza. Alafu asante. Huyu ndiye, sema majina yako kamili. Sana pastor, mimi ni Samuel Mauti Onduso, MCA Bogetenga. Karibuni nyote. Niko furaha sana. Siku ya leo nitalala vizuri sana. Natuletea shilingi 10,000. Aliketi. Mwingine ansia majina alafu nipe hesabu. God is good and all the time. Kwa majina mimi Mheshimiwa Jim Kenyanya, ambaye ni mjumbe gatuzi la Tabaka jirani ya Mauti hapa. Tumekuja kuabudu pamoja nanyi, na kwa bahati nzuri sana tumetembelewa na Mheshimiwa His Excellency Gavana Simba Paul Arati, ambaye tunampenda sana na amefanya kazi nzuri. Langu ni kuomba ya kwamba washiriki wa kanisa letu, pia mimi ni Mwadventista, kanisa langu ni Ogecha Seventh Day Adventist Church, ndio naabudu, lakini niliona ni vizuri mgeni wetu anapo tutembelea tuandamane na sisi tumsindikize. Kwa hivyo na mimi natoa mchango wangu kidogo kwa hii kwa yetu ya muungano. Mkirudi Tanzania muende na amani ya Bwana. Nimetoa shilingi 5,000. Ametuletea shilingi 5,000, mnasemaje? Any other? Say your names and give your contribution. Time. Asante. Na wasalimu amjambo, kama umeamini umebarikiwa na Mungu, nionyeshe kwa ishara ya mikono. Asante. Asante sana Your Excellency for just giving us a visit. Tumeshukuru sana kama watu wa South Mugirango. Ndo nabatebya abantu bamitwa abugirango. Mugabano ito nabwateni yo okorera abantu bakisi county egasi. Ndo gyo kamoko mwabwera ne lieta. Egere lieta lyako kubuna simbe moko mwa babugana ne simba. Ono mugabano muya nando ready kukorera abantu bakisi egasi. Tutamsupport for 10 years amalize kazi kwa Kisii County. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Ronald Achira, MCA Muticho Ward. Asante sana. Namesikia Mheshimiwa Osoro ametuma ripoti yake. Karibu hapo kuja ukae hapa karibu nikitoa yangu na wewe upeane yako haraka. Asante sana. Haya. Sema jina tu ini. Haya, huyo Mheshimiwa ametolea 5,000 shillings. Mnasemaje?
Haleluya, kazi ya Bwana iendelee. God is good and all the time. Zinkuru kwe mori. Heshimiwa Simbarati na wura wenga ne mori ya Bomachoge, ne mori ya Sauti Mogirango, moinoga seitere. Naichu mheshimiwa Soro Ntomire, au ngege ntokiae, lakini niche deputy mande constituency, nimesikia mtumishi amesema ambaye amehubiri hapa, ako na mtoto atakuja kusomea hapa Kenya, na sisi ndio tunapeana basari huko juu. Mimi naomba hiyo pesa imebaki 10,000, tutakuandikia cheki pale CDF, huyu mtoto aweze kumaliza shule. Sitakuwa sawa? Alafu akego yes, alafu omwambio sorante bingambi ya mono chukula chilimwa mwakile Jones P obate biringambi ya mono na chatsegaiga kre president yako tsawotagaiga miradi nere tokotsa koigora onte bimbatebi aba Kristo bonds pibaki Adventista ngambi ya mono tane kunyara goika igare States America New York onte bimba kwani mwanjira ndirama igae alafu onte bionde simba bune kirega kumheshimiwa Soroko kwaniri. Aya, biamono na nche ontevi ndoike torokia ya 10,000. Alafu ya saya baseni wale wa Tanzania wote wacha niongee kitu moja. Kuna kitu au wa Tanzania wamenifurahisha sana. Kitu ya kwanza wanafanga nguo refu. Munge kopi vilao wa Tanzania wanafanga na wanasalimianga watu wa heshima. Wake zetu hapa Kisii, tafadhali muige tabia za wa Tanzania, ndio mambo yaendelee mzuri. Mungu awabariki sana. Asante sana. Your Excellency the Governor, abantu wa minto wabo Girango Mbiamule, watu wetu wa Tanzania mmekuja kuhubiri. Hamjambo. Nje Moses Jondeli enkaya nembo Girango ga aligo koromaro nongo korofisi ya Governor ya beiro molembe twanyale usikia muna inugaya mono opande shilingi 5,000. Aya, Your Excellency our Governor, wanto wa minto Mbiamule naende Amarieta James ntago ninche umosike mugavana samaskania manene wanjani wanya sai a nominate ne account secretary yoye okuma tembia mono. Thank you Excellency. 5,000. Yamono aba musierende ono nabachikire buno morande ngapomo etimambiende amangana yardo ganda yande Iwanta yete koira libageliga. Your Excellency mwakire nambia mono asengi njogo to ekerogo kibo county secretary. Ekene kerogo twabeto kuganyirira for a long time. With a lot of humility, to thank you for this opportunity, and I want to assure you we'll support you to the end. God is good, and all the time. Abagirango Mbiamore naende. Oya samalita mpasalona mangondo anda. Nainche nalete nsire Governor nechirwinye. Abagani bako genda bachire. Abagirange nalete ko batebiga. Iliyo Governor achitege tiga. Inche nabwate maiki. Nkabate ato konye Governor netaya. Abantu mukaibu buya mugatebe ke maene Governor netaya. Mugaka chikura. Governor kaptengo twaro county secretary. Otoire go stratwa. Na kimoko nalo batakota bigavana iga. Bali bakunya korekera bakunya korera chiali. Ochiaba girango batakwa na kendo bakirete buye iga bakunya kuosabera. Ahebi ndoko nyara birute go chabo girango bichore igo tete kuosabera. Mambire tuma na kebi tumbe basema no like. Na saba sen, thank you. Biamono our former MC in Geuza. Ukaite baga na inde bikare tugo kora iga ngamana tugo sabera elinde agende go chialia. Omoskio situ Washington DC Governor our former councillor Mosani o 1,000 biamono sana. Biamono pastor ekero mono na kwanire nturigo kwana. Lakini nganchere ntebe ncherube ni moreka yo kabere mu MCA mwashilisi we wodi ye.
Your Excellency. In Tuna Pioneers, Bakisi County, we are bound you. Those about 100%. Obonyira boliko anyoli borali. Nande simenestri na mosi na mosaja. Nande to rekowe statement ile kotabanga fagia kabisa. Abantu babu atobo chinga ba rente tobo chinga ba ibire county. Babinyoki. We are bound you, sir. Thank you so much. 19 rente na sisi sabagani. Thank you, Monsieur. I think I'm about to close the session unless you have a serious agenda. That is serious enough. Sema jina lako. Jina langu ni Master Bonda Moi. Arati. Mtene advisor ye timu ya gavana wetu Simba Arati na inde ninche narenge omogaka ase timu yaye ninche nare kuruwe bisyo ebinene bono ma obeide gavana na atwanjete ebintu byosi na chatokorere asa yamake ninche narule cheri fuisacho Biamono. Thank you so much. Sasa tumemalizia hapo. Nataka tumwombee His Excellency alafu atoke na furaha. Naomba ya kuwa watu walio katika mkutano wasimame wote, tumuheshimu Mungu kwa ombi maalum. God is good and all the time. Jasa Maria Tangoro kwena kumari ora activist eno kumari njira asindi kira gavana na shilingi 1000 aende CEO oito okioi otomire chiri kutia sana aende mongina donya natanyara goika lakini obakwaniri bia moji sweetheart bia mona yasa. Thank you. Gavana anapoombewa, kwa ya muungano imeshukuru sana na wametuma CD zao flash ili ukiwa kwenye gari unazisikiza. Asante. Na yule ambaye utampa nyingine, lakini tunashukuru sana gavana. Asante ndugu Mokaya. Pastor, you can now take a seat. I mean stand with the others. Who is your okay. That is okay. Oh, thank you for that reminder. Sasa tufumbe macho, tumuombe gavana, na atakapoondoka, atakapotembea miaka 5 mingine 5, atembee pamoja na Bwana. Tuombe. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, tumesimama katika siku hii ya ibada kuu, ibada ambayo italeta matarajio na mazao katika ufalme wako milele. Tumesimama hapa wote since tulivyo. Unatujua kila mmoja wetu. Naomba ya kuwa kwa neema zako na kwa ule msimamo wako wa ukweli, ujukue majina ya kila mmoja wetu, wakubwa kwa wadogo, uyaandike na kalamu ya chuma katika kitabu cha uzima wa milele. Namwombea ndugu His Excellency son Simba Arati. Kwa njia ya pekee sana tumeomba hapo awali na mwishoye ulikubali atajwe kama governor wa Kisii County. Jambo hilo limetendeka
tunakushukuru kwa kazi iliyofanyika na maombi mengi tuliyotoa kwa ajili ya watu wetu wa Kisii County. Sasa amefika hapa na kubariki watu wako, na yeye sasa ninaomba umubariki maradufu, ili chochote anachotenda ubariki mikono yake, apate fedha ya kutosheleza kazi ya county na kazi ya watu binafsi vile wanahitaji mahitaji mbalimbali. Jambo la muujiza kuu limetendeka. Muungano kwaya ikafika Nyamarambe tena. Jambo la pili, mgeni wetu mkuu aliomba tu kitu kidogo tu, mtoto asome Kenya. Jambo hilo limewezekana. Jina lako litukuzwe milele. Tunaomba mibaraka, tunaomba miujiza, kwa sababu tumeona leo miujiza mkuu. Gavana wetu anapoondoka sasa, anaelekea mahali pengine kwa sababu ya lazima iliyoko. Tunaomba uende na yeye njiani, afike kwa usalama wote ule, mpaka tutakapokutana tena. Akirudi katika uwanja huu, tuje tuseme asante Bwana na asante Gavana, na tenda kazi na uwezo wako. Naomba ya kuwa mpe hekima inayotoshana na watu wa kale kama Sulemani, ili akitoka kufanyia watu wako, kila mmoja aseme kijana wetu ni mtu mwenye busara wa kutosha kazi. Bariki nchi yetu ya Kenya kwa njia ya pekee, ili iwe nchi nzuri, sababu watu wa Kenya wanakupenda Mungu wetu. Asante kwa kusikia maombi yetu, na utuongezee, kwa sababu hatuwezi kutaja kila jambo sasa. Lakini sisi pamoja na familia zetu wabarikike milele, na watoto tunayo wabarikike, wanaosoma wasome, na wanaochapa kazi wachape kazi. Asante kwa kutusikiza, kwa kutujibu maombi yetu, kwani tumeyaleta kwako zote kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Your Excellency, dear Governor, we now officially allow you to run to your kingdom and serve your people. Ni wangapi wanamsema Mungu amubariki milele, aende salama tena arudi? Thank you, Your Excellency. Thank you for coming. Appreciate. Chief Officer Cleophas Officer to Cleophas Okioi ametutumia 5,000. Tunasemaje? Tafadhali Elda, njoo zipokee. Wageni wetu wengine, gavana akienda mtarudi hapa ili tuendelee na ibada. Asante sana. Kwa sasa kwaya Muungano, tafadhali ingia ili tuweze kumpisha mgeni wetu Hamka. Uone wenyewe, alafu asante Ishmael kadhalika kwa kucoordinate kuja kwa gavana hapa. Asante sana. Asante wageni wetu, waheshimiwa wetu, karibu sana. Asante. County Secretary, asante aswasi. Kwa nyori, mautikara, kwa nyori. Acha niwaulize.
Asante sana. Haya. Wimbo mmoja. Nachukua leo nafasi ya kukuaga dunia, kwani utaanguka na wala hautasimama. Pia naye Baba yako aliyetusababisha tuishi maisha machungu ya vilio kila siku. Ole wa ulimwengu, ole wa ulimwengu, ole wa ulimwengu, shetani ametupwa kweni. Ni muda mfupi, ni muda mfupi, ni muda mfupi, tabu zetu zitakoma. Ni muda mfupi, ni muda mfupi, ni muda mfupi, tabu zetu zitakoma. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta, kwa wingi wa ujuzi wako walikujaza udhalimu. Kwa sasa umetenda dhambi, toka kwenye mlima wangu, nimekutupa chini, wafalme wakutazame. Ole wa ulimwengu, ole wa ulimwengu, ole wa ulimwengu, shetani ametupwa kweni. Ni muda mfupi, ni muda mfupi, ni muda mfupi, tabu zetu zitakoma. Ni muda mfupi, ni muda mfupi, ni muda mfupi, tabu zetu zitakoma. Wewe uliyewadanganya Adamu, Eva Edeni, na kuwadanganya mataifa waivunje amri ya Mungu, umeiharibu dunia. Mungu ataichoma moto, msiba haujawahi kuwepo tangu ulimwengu kuumbwa. Ole wa ulimwengu, ole wa ulimwengu, ole wa ulimwengu, shetani ametupwa kweni. Ni muda mfupi, ni muda mfupi, ni muda mfupi, tabu zetu zitakoma. Ni muda mfupi, ni muda mfupi, ni muda mfupi, tabu zetu zitakoma. Muungano
Haya, mtu wa Mungu, Hamka, zamuni yako. Sasa huna wasiwasi, manake mambo yote yanakwenda vizuri. Alipokuja hapa mtu wa Mungu Hamka, hatukujua mambo yatakwendaje, lakini mambo yamekwenda vizuri. Huyo ndugu Okino amemlinda vizuri, amemwongoza vizuri, kwa hivyo tunashukuru. Asante sana kwa sababu ya ujumbe mahususi ambao umekuwa ukituletea hapa. Tumejifundisha mengi kutoka kwako, ila na wewe umejifundisha. Sio mengi, ni machache. Ulichojifundisha ni kwamba ukitaka kunenepa ule majani, usizoee kuwala ndege ule majani. Lakini tunakushukuru sana mtu wa Mungu, asante, na karibu uendelee na mkutano, kisha tuelekee kwenye ubatizo, halafu tuwe na tamasha letu hapa la muziki. Asante. Jamani, Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mwenye masikio ya kusikia, mwenye macho ya kuona, asio na macho Bwana asifiwe. Alo, mbarikiwe sana. Yaani mpaka nashindwa nianzeje. Nashindwa nakaseme. Bwana wabariki sana. Sasa mimi nipende tu kushukuru, nianze na kushukuru. Kwanza kabisa napenda kumshukuru mtu wa kwanza kabisa na ambaye mimi nitamtambulisha, pamoja na kwamba wengine wote hawajamjua kuwa ni wa muhimu sana kwenye mkutano huu, na kwamba naye ni mhubiri mkuu, hajafahamu, ila leo mtafahamu. Wangapi wanataka wamfahamu naye nataka kumtambulisha? Mikono juu. Hata kama hujanyosha nitamtambulisha. Mtu huyo sio mwingine, anaitwa Mika. Hebu alipo, huyo ni msomaji wangu. Halafu huyu baba ndio amefanya mimi nifike huku. Kabla sijaendelea, popote alipo asimame tu awasalimie. Abantu banyasaye abakena banene buyamure mwensi buyamure naende gakitwa gokire asoko banainwe nyasaye tiga basesenie buyamono. Naitwa Mika Ngindi, mwimbaji wa Muungano Christian Kwaya kutoka Tanzania. Mimi ni Msukuma, lakini nashukuru Mungu kwa sababu tunanena kwa lugha. Enda subabogi, enda subaitogi, muriega nyothe buyamono. Bwana asifiwe. Sasa pale mimi ameniacha hoi, na mimi ndio nilimsimamisha ajitambulishe, nisikilize utamu wa maneno anayoyaongea, lakini yote leo yaongea mimi sijayajua. Sijui hapa nimekabisha mtu gani huyu. Bwana asifiwe. Kwa faida ya mhubiri nimeongea kwamba tumeshukuru, tumefurahi kuwa pamoja nanyi. Hapo nilikuwa nikiongea kwa lugha ya Ekegusi. Yes. Lakini pia nikawasalimu kwa lugha ya Kimasai. Nikasema enda suabog, yani hamjambo wote. Nikawasalimu pia kwa lugha ya Kikuyu. Muriega nyothe wote hamjambo. Hayo ndio mnenaji niliongea. Bwana kubariki. Barikiwa sana. Bwana asifiwe. Hii ndio yenyewe aliyoifanya. Kwa sababu hata Paulo aliandika akasema hivi,
kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza 14 fungu la 28, fungu la 27. Ameandikaje? Na yeye ndio atasoma. 14:27 ameandikaje? Isikilize vizuri hiyo. Neno la Mungu linasema katika Wakorinto wa kwanza 14:27. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi. Tena zamu kwa zamu, na mmoja na afasiri. Bwana asifiwe. Hiyo ndio nilitaka aifanye, kwamba anaponena kwa lugha, kuna wengine ambao lugha anainena sisi hatuifanyi nini? Hatuifahamu. Lazima aifasiri ili kanisa lifanye nini jamani? Lipate kujengwa. Kwa hapa kanisa limejengwa. Bwana asifiwe. Huyu mtu nampenda sana, na nitaendelea kumpenda sana, na ninaombea hata siku ninafuka Yesu anakuja, na yeye miongoni mwa watakaoonekana mbinguni awe kwenye kundi la kwanza. Bwana asifiwe. Wangapi wanamuombea huyu baba yangu aende mbinguni? Mikono juu. Ataenda. Huyu mimi ni mwepo wangu, maana mwepo wangu ni rafiki yake, na hapa alipo naweza mkamuona ni mkubwa kwangu, lakini kwangu ni mtoto. Ananipenda, na yeye ndio amenifanya nifike wapi jamani? Amenifanya nifike Kenya. Na Kenya mmeniona kupitia huyu jamaa. Kwa hiyo ni mwema sio mwema? Ninamuombea aendelee kuwa na roho hiyo, maana ipo siku atasababisha watu wengine wengi wa hapa Kenya waende mbinguni, kwa sababu wamewaletea jambo jema kutoka Tanzania. Na jambo jema alilolileta, amewaletea neno la Mungu kutoka kwa mhubiri unayemuona hapa. Kwa hiyo watakaokolewa hapa kwenye mahubiri haya, ina maana wamesababishwa na Mika. Bwana asifiwe. Huyu mtu nitaendelea kumuombea, na nyinyi muendelee kumuombea aishi maisha marefu. Anampenda Mungu na anaipenda kazi yake. Na huku Kenya ni kwa sababu ya kazi ya nani? Mpaka amefahamu maruga yote hayo ya Kimasai, ya Kinini, na atafahamu mpaka na maruga ya malaika, kwa sababu kazi ya Mungu anaipenda. Wangapi wanamuombea aendelee kupenda kazi ya Mungu? Mikono juu. Bwana mbariki sana. Mtu wa pili nitakaye muombea siku zote za maisha yangu na sitamsahau ni mchungaji wa mtaa huu. Ni rafiki yangu naye mpenda sana. Hapa alipo nimewatangazia kila niliposimama, mumuombee aendelee kufanya nini jamani? Ila asifanye nini? Na jana tulisoma fungu moja kwamba sikukuu ya ndege wanaanziwa wanene ambao hawana nini? Ambao hawana Yesu. Rafiki yangu yeye Yesu aliwahi kumbeba mapema, kwa hiyo hana wasiwasi. Bwana asifiwe. Huyu baba ni mzuri sana, kati ya watu wazuri duniani na katika nchi hii ya Kenya. Huyu baba ni mzuri sana, na mbinguni anaenda. Anajua kukarimu wageni vizuri kweli. Yaani tangu niwepo hapa kwenye mtaa wake sijajisikia vibaya moyoni, na kila nikimwona na kisikia sauti yake, yani ninabarikiwa sana. Anajua kukarimu wageni. Mpaka sasa hivi tulipo hapa, tangu tufike hapa, tunaendelea kung'aa kwa mipango anayoifanya yeye. Tunaendelea kunawiri, tunaendelea kushiba, na hatujawahi kuugua.
hatujawahi kulala kwamba tumeshindwa kazi kwa sababu ya homa. Ni kwa sababu tunakula vizuri na kunywa vizuri, ijapokuwa nasema ni mboga za majani lakini zimetuzoea. Bwana asifiwe. Amesababisha yani mpaka hata wengine ambao tulikuwa tuzijui hizi mboga mwishowe sasa tumezipenda. Na anasema kwa kuzila hizo tutanenepa kama yeye. Wangapi wanatuombea na sisi tunenepe kama mchungaji? Mikono juu. Bwana ambariki sana huyu baba. Nilipofika hapa yani alinijali na mpaka sasa anaendelea kunijali. Niliingiza hoja yangu ya mtoto kusoma. Nikaenda shule, kwa viongozi wa shule wakanipokea vizuri. Wakasema wewe tutakulipia nusu ya karo kila mwaka ndani ya miaka yote 4. Nilipoleta hiyo hoja kwa mchungaji, yeye akasema nusu iliyobaki niangalie mimi. Bwana asifiwe. Yeye akasema nimwangalie nani? Na sasa najua amefanya makubwa. Amefanya hakufanya? Bwana mbariki sana. Wangapi wanamuombea huyo mchungaji abarikiwe sana? Mikono juu. Mimi nitamuombea kila siku na atabarikiwa mno na familia yake. Na nimependekeza hata mtoto wangu atakapokuja huku, nimemwambia kwamba atarudi nyumbani likizo ya Disemba tu, lakini likizo zingine atakuwa na nyinyi huku akikaa kwa marafiki zangu, na wa kwanza ni mchungaji. Bwana ambariki mno. Na amefungua njia. Mungu amefungua njia kupitia hawa watu. Na ninaamini ya kwamba hata watoto wangu wengine wa chini ya mtoto huyu anayekuja hapa watasomea Kenya. Wangapi wanasema na wengine wasomee Kenya? Mikono juu. Yaani mnavyonyosha hivi Mungu anaweka tiki. Hata siku ile ninafika hapa nilisema tu hivyo kwamba kwa Viingereza vyote vilivyonenwa hapa vilinifurahisha. Wakasema sisi hapa ni watu wa kimombo. Nikasema sasa hiki kimombo itabidi nilete mtoto akichukua akilete kwangu. Sielewi kama atakuwepo mtu wa kumuombea huyu baba afe haraka. Muungano mnasemaje? Yaani huyu mimi ninaomba kwamba huyu baba, yani kama kusingelikuwa na ratiba inazuia, angelikuwa madarakani na angelikaa hapo miaka yote mpaka Yesu anakuja. Lakini hata pamoja na kwamba kutakuwepo na mabadiliko kulingana na katiba za kila nchi, mimi ninasema kwa jina la Yesu, huyu baba ataendelea kupandishwa cheo. Yaani ataendelea kufanya mabadiliko ya kupanda nini? Cheo. Kila leo. Yaani huyu baba hatalima mpaka Yesu anakuja. Watalima wengine. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanamuombea huyu kiongozi abarikiwe duniani na mbingu mpya, awe na uzima wa milele? Mikono juu. Yaani hata kama wakwako hujaunyosha itakuwa hivyo. Yaani ni kiongozi mzuri, ninampenda, na wale wote alioambatana nao ninawapenda, ninawaombea. Bwana wabariki sana. Serikali yote ya jimbo hili naiombea, Bwana aibariki sana. Serikali yote ya taifa lote la Kenya, Bwana aibariki sana. Yaani ninashukuru serikali hii imenipokea kwamba niwe raia wa huku.
na mimi nitakuwa raia wa huku, maana kila leo nitakuwa nanyi. Muniombee niendelee kuja Kenya. Wangapi wananiombea niendelee kuja Kenya? Mikono juu. Bwana wabariki sana. Kwaya ya Muungano, Bwana wabariki sana. Nimeshaomba kwamba kwaya ya Muungano tutaungana na nyinyi kwa injili mpaka Yesu anakuja. Na hiyo Mungu ameshaiweka tiki, hata kama wewe hujakubali. Hiyo ameshaiweka tiki. Kama utataka utoke kwenye kwaya ya Muungano au ulifute jina la nini, lakini kama bado nembo ile ile, mimi ni Muungano kwaya, nitakuwa pamoja na nyinyi. Kuna kwaya yangu moja kule ambayo huwa natembea nayo, inaitwa na yenyewe Injili kwaya. Na mimi ni mtu wa nini jamani? Ninapenda siku moja ifike hapa. Na wale watu ni wazuri na ni wafanya biashara, wanajilipia nauli ya kuja na kurudi. Wewe ni kuwalisha tu. Ionjeni, hata iwe kwenye kambi moja tu la wiki ngapi, ionjeni. Mtasema Tanzania kwa kwaya tumebarikiwa. Na mimi ninaomba kwa kanisa lolote watakaohitaji hiyo kwaya wamuone Mika. Maana huyu bwana amekuwa mwalimu wa makwaya yote na atakuwa mwalimu wa makwaya yote duniani. Kwa sababu hata Tanzania kuna makwaya mengi yanafundishwa na yeye. Hapa Kenya napo kuna kwaya nyingi zinafundishwa na nani? Na nchi zingine hatujajua. Lakini anaweza kuwa mwalimu wa makwaya mengi. Ninaomba yani ahakikishe ile kwaya ya Injili ameifikisha hapa. Na italipa nauli ya kuja na kufanya nini? Na kurudi. Na mkiipenda, mkiitaka, muniambie, mimi ndio nitasummarize. Yani nyinyi muhakikishe tu munailipia labda nauli ya kula na kunywa na kulala. Halafu na kuifikisha mpakani. Maana hatutajua kwamba inaenda wapi. Lakini kutoka mpakani kwenda Tanzania, kila mmoja kufika malangoni pake ni wao wenyewe. Kama ni passport watalipa wao wenyewe. Wangapi wanaombea hiyo kwaya ya Injili na yenyewe ipige Injili Kenya? Mikono juu. Watakuja, maana malaika wamenyosha wengi kuliko nyinyi. Hata mimi hamkujua kwamba ninakuja, lakini Yesu alipenda nimekuja. Bwana asifiwe. Muda wetu hautoshi. Mtu mwingine ambaye sitaki ni msahau, hata kama wengine na wasahau, Roho Mtakatifu atafanya kazi kwao. Na ninawaomba tu wanihesabu tu vizuri. Ila ambaye napenda nimtaje na sitamsahau mpaka Yesu anakuja mara ya pili. Mtu mzuri miongoni mwa wazuri walioko hapa Kenya ni Okindo. Bwana asifiwe. Huyu bwana ni mtu mzuri mno miongoni mwa wazuri. Yaani yuko kwenye 3 bora. Yuko kwenye 3 ngapi? Na nitapenda nikija huku popote kwenye kambi yangu awepo huyu jamaa. Ni mvumilivu, hujawahi kuona. Anajua kuongoza watu wasioona kuzidi yani kuzidi hata kama una jicho la kuona. Nimeyatumia macho yake ndani ya wiki 2. Hajasita, hajayazuia. Hajaona kinya wala nini. Kila nilichokuwa nikipenda hajasita na wala hajaona uvivu kunihudumia, na anajua kuongoza. Na ninamuombea huyu baba. Kabla sijamuombea asimame tu awasalimie. Naomba tu usimame baba yangu. Na ni mchungaji. Wasikie tu hata sauti yako. Niliwasalimu kwa sababu amesema, narudia, Mungu wakubwa kwa wadogo, michambo, tumpe nafasi. Nyinyi wenyewe ni mashahidi anavyoniongoza. Ni mzuri sio mzuri? Mimi huyu ninamuita ni Elisha kwa Elia.
ninaomba chochote atakachokitaka mimi nitamfanyia, ila akiomba roho yangu nitamwambia asubiri niende mbinguni kwanza. Bwana asifiwe. Hilo aliangalie, maana hata Elia aliposema hivyo, Elisha akawahi kuomba roho ya nani? Ya Elia. Elia tena akachomoka, na huko alikuwa ameahidi chochote ukiomba kwangu nitakupa. Alipoombwa roho akachomoka, akasema hamna, hii sasa labda nisubiri siku nikienda wapi. Na mimi hilo asiliwahi, labda nitamwambia asubirie kwanza, hiyo namba haipatikani, aitafute kwanza baadaye. Ninamwombea Bwana ampe maisha marefu. Ameniambia na umri wa miaka 62. Kwa umbo lake hilo ninaomba asivuke pale, kwa maana ya kwamba asizeheke kupita hapo, afanye kazi ya Mungu mpaka wakati wa mwisho. Wangapi wanamuombea iwe hivyo? Bwana asifiwe. Bwana wabariki sana. Na huyu Bwana atabarikiwa. Wale wote mliotukarimu Bwana wabariki sana. Mtaa wote, kwaya zote mlizohusika kuimba kwa wiki 2, Bwana wabariki sana. Wote mliohusika kuimba, hata kama uliimba siku moja, kwaya zenu zibarikiwe zote zilizokanyaga hapa. Zote zibarikiwe. Na hata kama umekanyaga hapo leo tu, na ya kwako ifanye nini jamani? Maana Yesu hana wivu kama sisi tulivyo. Hata waliokuja saa 12 walipokea mshahara mmoja na wa asubuhi. Paka mwingine kibarua mwingine akaenda kulalamika, itakuwaje utupatie mshahara sawa? Na sisi tumekuwepo tangu asubuhi, huyu amekuja mwishoni. Yesu alimwambia, kwani hela ninazotoa ni zako? Nimekupunja kwa mshahara tuliokubaliana. Sasa unacholalamikia ni nini? Na wawivu wa hivyo wapo mpaka leo. Tunawaombea hata mliofika leo, mubarikiwe. Kwaya zote zibarikiwe. Amina haipo mbona? Zibarikiwe. Hiyo basi. Maana unapoitika kwa nguvu, baraka zinamiminika. Rafiki zangu, jina langu ninaitwa Robert Amka. Pale ambapo nitakuwa nimesahau, mnisamehe. Lakini napenda nijitambulishe kwa sababu ya muda, ili tuingie kwenye neno. Kwa jina naitwa Robert Amka, na jina la pili naitwa Makoye, kwa jina la Kisukuma la nyumbani. Na jina la mwisho ambalo ninaliita maarufu, jina maarufu kuliko majina yangu yote, ninaitwa nani jamani? Naitwa Mama. Kombai ni jina. Kwa wale mliokuja leo, Mama inaunganisha mume na nani? Majina haya ni muunganiko wa mume na mke. Tulikubaliana herufi za kwanza kwa jina langu na herufi za kwanza kwa jina la mke wangu tuziunganishe ili tupate jina moja. Mimi ninaitwa Makoe na yeye anaitwa Mageni. Tukatoa herufi za kwanza kwa Makoe, tukatoa herufi za kwanza kwa Mageni, tukaunganisha, tukapata neno nini? Maana kwa Makoe toa M na nini, halafu na kule toa M na A, tukalipata hilo jina. Kwa hiyo unaponiita mama, maana yake umetuita wote wangapi? Kumaanisha kwamba mimi sio kipande. Mimi ni nini jamani? Mimi ni pea. Ni kitu kinini? Ni kitu kizima. Kuna mengine msiwe mnataka tu kutafuniwa, mengine mjiongeze. Niliwaambia ishini kwa maisha ya kiwaliwali, acha maisha ya kiviazi viazi. Viazi havijiongezagi. Pika vitatu na pakua hivyo hivyo. Pika kilo moja ya wali uone, utapakua kilo 5. Hiyo ndiyo maana ya maisha. Jiongeze mengine. Niliwaambia nina sifa kuu 5. Sifa kuu ngapi? Maana kwa kuwa leo ni siku ya mwisho, leo hatuna mahubiri sana, tuna masera tu. Leo tuna sera tu za kujitambulisha. Kwa hiyo kama ulisema leo nikasikilize mahubiri, ungelikuja siku za katikati hapo. Leo ni mautambulisho tu, tunamaliza, tunaomba, tunarudi nyumbani.
na utambulia hiyo, na kama utaokolewa kwa hayo, basi Mungu akuandalie uzima na wewe. Sikiliza, sifa namba moja ya kwangu, nina mji. Naomba uiandike hiyo. Maana unaweza ukaisahau. Kokoto ukiniona unijue kwa hivyo. Nina nini jamani? Na ni sifa hiyo. Tena kubwa. Kuna wengine wanazurura tu, hawana. Kwa hiyo mimi ukiniona nione ni mheshimiwa, sio mzururaji. Nina mji kwa sifa ya kwanza hiyo. Namba 2, nina mke. Kwa maana ya kwamba nimeoa. Kama ulikuwa unanifikiria sasa, naomba uweke tiki, huyu ana nani jamani? Ana mke. Namba C, nina watoto. Na ndio maana nimetangaza kwamba watasomea hapa. Ni wa kwangu, sio wa kuazima. Na niliwaambia ninao wangapi? Niliwaambia nina watoto 10. Na huyu anayekuja kuanza kusoma hapa ni mtoto wa 5 kuzaliwa. Kwa hiyo chini yake kuna wangapi? Kuna 5 tena. Yeye ni 5 kutoka huku. Kwa hiyo chini yake kuna 5 ambao tumewaombea. Hao 5 Mungu akipenda nao wasomee wapi tu? Kenya. Ina maana sisi tutakuwa watu wa Kenya na watoto wangu. Niliwaambia nina mke mmoja, ana watoto 3. Kwa maana ya kwamba wa kwanza alifariki. Kwa hiyo nimeanza kuwa mwanandoa tangu 1991 mwezi wa 8 tarehe 22 ndio nikaanza kuwa mwanachama wa wanandoa. Kwa hiyo nimeishi na mke wa kwanza ndani ya miaka 20. 2013 mwezi wa 2 tarehe 16 Jumamosi alifariki kwa kujifungua. Kondo la nyuma likakataa, na kumbe ndio ilikuwa safari kwa usafiri huo. Ndio nikaoa binti mwingine ambaye ninaye sasa, ana watoto 3. Nilikataa kuchukua mtumba, nilichukua special. Kwa maana ya kwamba nilichukua msichana hajawahi kuzaa. Alianzia kwangu. Mimi mitumba waga sinayo urafiki. Hata sasa hivi mmeniona tangu niwepo hapa sijavaa mtumba. Kwa hiyo na mpaka dakika hii ananiambiaga tuongeze mtoto mmoja. Ili na yeye awe na watoto wangapi? Awe na watoto, ana watoto 3. Awe na watoto wangapi? Kumbuka na tuvulana 2 na kasichana kamoja. Sasa nataka tukienda turudi na kasichana. Wangapi wanatuombea turudi na kasichana? Itakuwa hivyo, maana mikono hiyo ni ya baraka. Bwana asifiwe. Na napenda niwaahidi kwa makanisa ya mtaa huu. Sidhani itaanzia kusali kanisa gani, lakini nitayatembelea yote isipokuwa si kwa wakati mmoja. Na kipindi tu nitakapoleta mtoto mwezi wa 2 nitakuja na mke wangu. Na lazima nimtembeze kwa miji ya hapa. Na mji wa kwanza kufika ni kwa rafiki yangu Makoyoko. Sijui Makoyoko. Huyo baba nampenda sana. Kwa hapa Kenya nimeanza kuona ndege inaanguka kwenye uwanja wake. Kwa mara ya kwanza ilianguka kwake. Nampenda sana. Na huyo baba ninamuombea Bwana aendelee kumbariki maisha yake yote. Paka hata mchungaji, yani hata mchungaji anayechunga hapa sijui inaitwa nini hii, sijui ni mission, sijui ni nini. Yani anakaa kwake. Ni mtu anayejua kukarimu wageni. Nitamfikisha kwa Omari. Nimejipatia marafiki wazuri hapa, akiwemo na Omari, akiwemo Daniel.
ni marafiki zangu wa kundi la kwanza. Ninao hapa wengi na wakike wapo, akiwemo na madamu. Nina kama walimu wawili hapa ambao ni marafiki zangu sana, na nitamtembeza. Nimeahidi hivyo. Wangapi wananiombea hii ahadi iwe ya kweli? Mikono juu. Itakuwa hivyo. Nitamleta hata siku nyingine kwenye mikutano mikubwa kama hii, yani kwenye mahubiri. Uwaga naendaga naye kipindi fulani. Siku moja nikirudiga Kenya kwa mahubiri, nitamleta. Ni binti mmoja anajua kulea, anajua kutunza, na anajua kumomonyoa vizuri. Anatosha. Ninampenda sana. Kwa hiyo ndio maana hata mnaniona niko vizuri, ni kwa sababu ya yeye. Siku nikijaga naye ndipo nitamfagilia vizuri. Kwa hiyo ninapenda tu mniombee na tuombeane, kwamba tunapokutana katika makutano kama haya, tusiache kukutana kwenye kutano kubwa la mbinguni Yesu anaporudi. Niliwaambia kwamba sijawahi kuona, na hii sentence nairudia, sijawahi kukutana na mkutano mkubwa kama huu. Yaani kwa macho yangu ya ndani ninayoyathibitisha hapa, sijawahi kuyathibitisha kwingineko. Maana kwanza sijawahi kukutana mkutano mkubwa wenye viongozi wengi kama huu. Paka na viongozi wa majimbo wanahudhuria mikutano. Ni mkutano wa pekee sana huu. Na ulivyojaa sasa hivi ninavyoona kwa macho ya ndani, nina mamia ya watu hapo, kama sio maelfu. Ni maelfu. Unaona? Bwana amewaleta kwa kusudi maalum, na kusudi lake litimie. Nina sifa namba 4. Mimi ni mwinjilisti mlei. Sifa yangu namba 5. Mimi ni kipofu anayefanya nini jamani? Kipofu anayeona. Kwa maana ipi? Macho yangu ya nje ni uhakika, hayafanyi nini jamani? Weka tiki pale. Lakini macho yangu ya ndani ni uhakika, yanafanya nini jamani? Hapo weka tiki hivyo. Ndio maana ninajitambulisha kwa sifa hiyo. Ninaipenda sifa hiyo kuitambulisha kila kona. Na huwa sichukii ukiniita sioni. Na huwa sijisikii vibaya, maana ndivyo nilivyo. Kwa macho ya nje sioni kabisa. Na ndio maana unaniona hapa natembea na Okindo, mzee wa sifa ya uvumilivu. Mambo mengi anayafanya, na anaweza akaongoza hata malaika kwa msemo wa makufuri. Kwa hiyo ninapenda tu kuambia kwamba rafiki zangu, na nyinyi jiangalieni. Pengine na nyinyi mnaweza kuwa vipofu wanaoona. Kwa maana ya kwenu ya nje yanaweza kuona, lakini ya ndani yasifanye nini? Ndio maana nikawaombea. Hata kama unaona ya nje, baba yangu, mama yangu, ninakuombea uone ya ndani. Maana Biblia imeandikwa hivi. Hebu isikilize halafu tuingie kwenye hotuba. 2 kitabu cha Mhubiri, fungu la 14, ameandika nini? Hebu isikilize hiyo. 2:14 Mhubiri. Ameandika nini? Mhubiri 2:14 anasema, macho yake mwenye hekima, macho ya mtu yoyote mwenye hekima yamo kichwani mwake. Yanakaa ndani, yanakaa nje? Ndani. Yanakaa ndani ya kichwa chake. Yaani mtu yoyote ukimwona ana hekima duniani, elewa macho anayotumia ni ya wapi jamani? Ni ya ndani. Ukimwona mtu anafanya vizuri duniani, elewa macho anayotumia ni ya wapi? Ni ya ndani. Ninapenda kusema hata mchungaji wa mtaa huu na wachungaji wote waliokuja hapa ni wachungaji wanaotumia macho ya ndani. Maana wanampenda nani jamani? Yesu. Hata viongozi wote wa serikali
za majimbo, za taifa, wote ambao wanampenda Mungu wanatumia macho ya wapi jamani? Ya ndani. Ndio maana Paulo akasisitiza, akasema hivi, sikiliza alivyosema, kitabu cha Waefeso 1 fungu la 18. Fungu la 18 akaandika hivi, isikilize hiyo vizuri. Waefeso 1 fungu la 18. Neno la Mungu linasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Rudia hiyo, hawajaielewa vizuri hiyo. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho ya mioyo yenu, sio ya nje, ya ndani. Anasema macho ya ndani ya mioyo yenu yatiwe nini jamani? Nuru. Maliza baba. Mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Ili kujua tumaini la mwito wa Kristo jinsi ulivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Basi hauwezi ukajua tumaini la Kristo bila kuwa na macho ya wapi jamani? Ya ndani. Hauwezi ukaujua utajiri unaopatikana kwa Kristo bila kuwa na nini jamani? Kuwa na macho ya ndani. Ninawaombea Kenya yote, Bwana awafungue macho ya ndani. Hata kama ya nje yanaona, ila na ya ndani yafanye nini jamani? Yaone. Wangapi wanasema Yesu anifungue macho ya ndani? Mikono juu! Taarifa zinaenda. Bwana wabariki sana. Napenda niishie hapa kujitambulisha, maana ni mengi sana. Yani tukisema yote ni yaseme, ina maana tunaweza tukafika mpaka saa za kuzama jua. Kwa hiyo sasa kuna mengine tu Roho wa Mungu ataendelea kuyasema. Pale ambapo mimi nimeishia, Roho wa Mungu ataendeleza katika mioyo yenu. Napenda kuwashukuru wote mlioniombea na nikafanikisha kile nilichokuwa ninahitaji. Bwana wabariki sana. Na Bwana aendelee kuwainua. Leo tuna somo moja fupi tu. Nimesema somo moja nini? Fupi tu. Maana mahubiri yameisha jana. Leo tuna ibada. Mahubiri yaisha jana. Na kati ya masomo mafupi makini, na leo ni zaidi. Sasa kama upo hapa, naomba usikilize vizuri kuliko ulivyowahi kusikiliza vizuri. Maana kasomo katakuwa kafupi. Kwa hiyo kianza kuchanganywa na vingine, utashangaa dakika zimekuishia. Na somo limeisha bila kulielewa. Naomba unisikilize. Somo la leo limeandikwa hivi, na wewe naomba uliandike hivyo. Somo la leo linasema geuza gari. Kafupi tu hivyo. Kameandikwaje? Hebu wote tuseme kameandikwaje? Geuza nini? Hata kama hujawahi kuiendesha gari, hujawahi kuinunua wala kuiota, leo ninakupendekezea kuwa na gari kwenye ibada hii. Onekana una gari tu hata kama hujawahi kuwa nayo. Naonekana kuwa driver tu hata kama hujawahi kuwa driver. Kama ulishawahi kuendesha gari, ukakuta ubao pale mbele umeandikwa geuza gari, ukaendelea, sielewi walikusomaje akili yako. Ni sawa na mtu akute pameandikwa usipite hapa, wewe ukapita. Sielewi huyo mtu wanaweza kumsomaje. Lakini watu waelewa, watamsoma tu huyu mtu hajui kufanya nini jamani? Hajui kusoma. Hakwenda shule. Maana kama ulienda shule, ukakuta ubao umeandikwa usipite hapa, ni kweli utageuza nini jamani? Leo ni siku ya kugeuza nini jamani? Naomba nisikike na nyinyi niwasikie. Ni siku ya kugeuza nini? Naombaga mawasiliano, ili nijue kwamba mpo na mnanisikiliza. Mnaponijibu ninajisikia raha.
kwa maana macho yangu ya nje hayaoni. Kama nilivyokuambia, naweza nikafikiri mmeshaenda, kumbe mpo. Kwa sauti zenu tu nitajua mpo wangapi. Leo ni siku ya kugeuza gari. Hata kama hujawa nalo, hujawahi kuliendesha, leo unalo. Na leo wewe ni dereva. Na sasa hapo mbele pameandikwa geuza nini? Tuombe. Baba Mungu wetu mkuu, Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu, wewe Mungu wa pekee uliyeumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyoko mbinguni na duniani, vyote vilivyokaa na vinavyoishi majini chini ya dunia, na sisi sote tumeumbwa kwa mikono yako. Jina lako na litukuzwe sana. Leo tumekuja kwako kula chakula kishukacho kutoka mbinguni na maji yanayobubujika kutoka katika kiti chako cha enzi. Tunaomba wewe Yesu ushuke utuhudumie hivyo vyote. Kila aliyekuja toka amekuona wewe na ameshiba. Tunaomba Roho Mtakatifu afurike kwa wingi katika mikutano hii. Kama alivyoanza kufurika leo, iwe mara mbili yake. Malaika watakatifu wa hudumu wengi, jeshi lako la mbinguni lishuke lihudumu pamoja na sisi. Tunaomba amani yako itawale na jina lako litukuzwe. Asante Yesu, maana utatenda. Tunakualika uwe mhubiri sasa, na Roho Mtakatifu awe mkalimani kwa somo la leo. Mwisho jipatie ushindi na watu wengi wakapate kuokolewa. Mapenzi yako yatimizwe na ushindi upatikane sasa. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Tunaanzaka na kadekio. Tunadeki midomo kwanza, maana mingine haijawahi kuachamwa. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Uangalie muda wako. Leo sijazuiliwa kusema. Sasa angalia muda wako. Ni saa 8:19 sasa. Tunaanza hotuba au hubiri kuu. Ninaomba uwe makini kuliko ambavyo hujawahi kuwa makini. Tutatumia dakika chache. Na ninapenda sana program za huku Kenya. Kati ya mikutano mizuri ambayo nimeipenda ni mikutano hii. Haina muda. Haina cha saa 6 eti kwamba saa 6 wanafanya mikutano kama ambayo Yesu aliifanya. Nini jamani? Ninaipenda sana na nimependa sana kwa programu hizo. Yesu alifanya mikutano ya bila muda. Na mchana wote ulikuwa ni mchana wake wa kuhubiri. Na ndio mikutano ambayo tumeifanya hapa. Mpaka wengine wasiojua wanamlalamikia, wewe watu wana njaa, watakula nini? Waachie kwanza wakale. Yesu anasema wapeni nini nyinyi jamani? Wanakula hapo hapo. Hakuna kwenda mpaka mchana uishi. Na Biblia inasema alikuwa akihubiri mchana, usiku anaenda kufanya nini? Haujasikia na hujaelewa, sikiliza uelewe. Kitabu cha Luka 21 soma 36 baba hapo. Ameandika hivi. Luka 21 fungu la 36 anasema, isikilize vizuri hiyo. Basi, kesheni ninyi kila wakati mkiomba. Kesha unaomba ili mpate kuondoka katika hayo yote yatakayotokea
ili mshinde kwa yote mtakayokutana nayo, na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Siku Yesu anakuja, tunasimama mbele zake. Basi sikiliza, kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni. Yesu kila nyakati zote za mchana alifanya nini? Alikuwa akifanya nini? Akifundisha wapi? Nyakati zote za mchana alifundisha. Na ndio mahubiri niliyoyaona hapa. Ni nyakati zote za mchana ni kuhubiriwa. Wewe ukichoka, chomoka taratibu, watabaki wengine. Mchana wote Yesu aliutumia kwa kufundisha. Maliza baba yangu. Na usiku huenda kulala katika mlima uitwao wa Mizeituni. Bwana Yesu asifiwe. Usiku Yesu alienda kufanya nini? Na ndivyo tunavyofanya hapa. Piga ujumbe mchana, jioni lala. Jipange tena kwa kesho. Ndivyo Yesu alivyokuwa anafanya. Kwa hiyo unapokuwepo hapa mchana kwenye mahubiri, usifikiri tunamaliza wakati gani au mapema. Tumeambiwa na maandiko tuhubiri mchana wote. Halafu mchana ukiisha, ndipo tuende tukafanya nini? Ndipo tukalale. Kwa hiyo kama makini sana. Na ninawaombea Bwana awe nanyi. Lakini Roho wa Mungu asiwapungukie. Tunapolianza somo la kugeuza nini jamani? Somo la kugeuza nini? Leo unageuza utake usitake. Naomba usikilize. Tunasoma sura moja tu. Halafu tunakaza nati, tunasimama kuomba. Sura ngapi nimesema? Ukiniona nimefikisha sura nyingine utaniambia. Nikikutoa tu sura hiyo, elewa nimekupeleka kwenye nati. Maana bila kitanda bila nati hakisimami na watu hawalali hapa. Paka kikazwe, kitanda kinasimama na watu wanalala. Katika kile kitabu cha Wafalme wa kwanza 22, hiyo ndio tunaisoma leo. Nimesema Wafalme wangapi? Sura ya ngapi? Tunaanza na fungu la kwanza. Isikilize vizuri hii. Wafalme wa kwanza 22. Neno la Bwana linasema, wakakaa miaka mitatu pasipo vita kati ya Shamu na Israeli. Ishia hapo. Walikaa miaka mingapi? Nilisema hili somo lieleweke kwako kuliko ulivyoanza kuelewa mengine. Wakakaa miaka mitatu pasipo nini? Sasa hebu anza kufikiria. Walikaa miaka mitatu pasipo vita. Je, kabla ya hiyo miaka huku nyuma kulikuwa na nini? Hiyo ndio nataka uielewe. Kabla ya hii miaka mitatu, Waisraeli na Washami walikuwa na vita. Nisikiliza vizuri. Na vita iliyokuwepo Israeli na Washami, ilikuwepo vita ya kupigania jimbo. Ambalo hilo jimbo lilikuwa na malimali. Yani jimbo hilo lilikuwa na madhahabu, kwa leo tunaita hivyo. Lilikuwa ni jimbo la madhahabu. Na hili jimbo liliitwa hivi Ramos Gilead. Hebu wote tuite hivyo. Yaani hata kama una mapengo utaelewa tu kutaja hiyo. Wewe uite Ramoshi sawa, lakini ni Ramos Gilead. Sasa sikiliza, wakapigana na Israeli wakashindwa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu lile jimbo ukweli lilikuwa kwenye mipaka, lakini lilikuwa maeneo ya Washami. Kwa ukweli jimbo lilikuwa maeneo ya Washami, ila Waisraeli walikuwa nalazimisha tu liwe upande wao. Kumbuka ile jimbo ulikuwa mpakani. Wakapigana vita ya kwanza, wakapigwa Waisraeli wakashindwa. Viongozi wakaja wakatengeneza mapatano. Kwa Beni Aidadi wakatengeneza mapatano kwamba hili jimbo ni la Washami. Ni kweli. Wakakaa wakaweka maandishi kwamba hili jimbo ni la watu gani jamani? Ni la Washami kweli. Likawekwa mikononi mwa mfalme wa Shami. Lakini baada ya miaka mitatu akatokea pembe mwingine
katika serikali ya Waisraeli, katika ufalme wa Waisraeli, anaitwa Ahabu. Yule mfalme alikuwa anaitwa nani jamani? Anaitwa Ahabu. Baada ya miaka 3 kuna amani. Ndipo Ahabu akasema hivi alipoingia madarakani. Endelea baba. Ikawa mwaka wa 3 Yehoshafati mfalme wa Yuda akamshukia mfalme wa Israeli. Yehoshafati alikuwa ni mtoto wa dada yake na Ahabu, na yeye alikuwa ni mfalme wa Yuda. Ahabu mjomba wake alikuwa mfalme wa Samaria. Na sasa huyu mtoto wa dada anaenda kumsalimia mjombae. Anafika kwa mjomba wake anamuingizia sera. Sikiliza. Mfalme wa Israeli akawaambia watumishi wake, je, hamjui ya kuwa Ramoth Gileadi ni yetu? Akawauliza, je, hamjui ya kuwa Ramoth Gileadi ni yako yetu? Nasi tumenyamaza tusiitwae. Tumenyamaza tusichukue mikononi mwa mfalme wa Shamu. Akamwambia Yehoshafati, akasemaje? Je, utakwenda nami tupigane na Ramoth Gileadi? Akamuuliza Yehoshafati mfalme wa Yuda ambaye alikuwa mtoto wa dada yake, je, tutakwenda pamoja na mimi kunisaidia kuipigania Ramoth Gileadi? Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, mimi ni kama wewe. Akakubali, tutakwenda. Na watu wangu ni kama watu wako. Hata farasi zangu. Na farasi zangu ni kama farasi zako. Lakini kabla hatujaenda, Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, alimwambiaje? Uulize leo na kusihi kwa neno la Bwana. Ndipo mfalme wa Israeli. Hebu sikiliza hapo. Yehoshafati akakubali kwenda, lakini akamwambia kabla hatujaenda, uuliza kwanza manabii wanasemaje. Unajua zamani kabla hujaenda vita lazima umuulize nabii kwamba ninaenda kupiga, ninaenda kupigwa. Ni sawa na leo. Mtu hajaingia kwenye mechi lazima akawaulize manabii wa shetani. Aende kwa waganga wa nini jamani? Wa kienyeji. Ndivyo ilivyo michezo yote na mapambano yote. Iwe ni ugombezi, watu wanaanzia kwanza, wengine kwa waganga wa kienyeji. Sasa sikiliza. Yehoshafati akamwambia Ahabu, kabla hatujaenda uliza kwanza kwa neno la nani? La Bwana. Ndipo Ahabu akafanyaje? Endelea. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii kama watu 400. Akakusanya manabii wangapi? 400. Akawaambia, je, twende Ramoth? Niende juu ya Ramoth Gileadi kupiga vita ama ninyamaze? Au ninyamaze? Sikiliza manabii. Wakasema, walijibu, kwea. Walikubali, walikataa? Walikubali. Wakamwambia fanya nini? Enda. Tena manabii ngapi hao? Endelea baba. Kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Lakini Yehoshafati akasema, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena? Hiyo ndio nataka uisikilize vizuri. Yaani manabii wote 400 wamemruhusu mfalme fanya nini? Nenda. Lakini bado Mikaya hajaelewa. Manabii wote wamekubali nendeni mkapige na mnaenda kushinda. Lakini Mikaya bado hajaelewa. Nani huyu? Yehoshafati bado hajaelewa. Anasema, je, hakuna nabii mwingine wa Bwana ili tumuulize yeye? Hiyo ndio naomba sasa utembee na hoja hiyo. Hakuna mtu mwingine wa nani? Hakuna nabii mwingine wa Bwana. Hebu jenga hoja. Hawa 400 walikuwa wa nani? Anasema, je, hakuna nabii mwingine wa Bwana ili tumuulize yeye? Ndipo Ahabu akajibu. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, yupo mtu mmoja anaitwa Mikaya ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kwa yeye. Yaani Mikaya mwana wa Imla. Lakini namchukia kwa sababu hanibashirii mema ila mabaya. Yehoshafati akasema, sikiliza hiyo. Alikubali kabisa nabii wa Bwana yupo. Ila yeye anamfanya nini jamani? Anamchukia. Eti kwa sababu hambashiriagi nini? Ndivyo ilivyo mpaka leo. Manabii wa Bwana wote, wanaoisema kweli wote, dunia yote na wafalme wa nchi wanawachukia. Ndio maana nilitangulia kusema kwamba
viongozi wa serikali za Kenya asilimia kubwa ni wacha Mungu. Yaani ukikuta kiongozi anampenda Mungu, Biblia inasema ana baba na nani? Ana mwana. Maana wengi hawapendi Mungu. Biblia inasema huyu mfalme akasema ni kweli nabii wa Bwana yupo, lakini mimi nafanya nini? Namchukia. Maana nanitabiria kama mabaya, kumbe yeye anapoambiwa kwa kweli anafikiri anaambiwa nini jamani? Mabaya. Akamchukia nabii wa Mungu. Sikiliza kilichoendelea. Yehoshafati akasema la, mfalme asiseme hivi. Tumuulize tuna yeye. Ndipo mfalme wa Israeli akamwita akida, akamwambia, Ahabu akamwita kiongozi msimamizi wa majeshi, akamwambiaje? Mlete hima Mikaya